Hello wana wa ufalme, amani iwe na kila mmoja. Hello bene halerim, shalom aleichem. Natumaini kila mmoja yuko salama, na leo naomba tujifunze somo lenye kichwa, je, ni kweli lugha zote duniani zilianzia kwenye mnara wa Babeli? Kumekuwa na uongo kwa muda mrefu sana kwamba lugha duniani zote zimeanzia katika mnara wa Babeli. Sasa je, ni kweli? Naomba tuingie kwenye kweli, kwa sababu Mfalme Roho Mtakatifu kazi yake iliyomleta kuja kukaa nasi ni kutuingiza katika kweli yote. Sasa kimsingi huu ni uongo uliosambazwa na watu wa dini kwa tafsiri potofu. Sio kweli kwamba lugha zote duniani zilianzia kwenye mnara wa Babeli, na nitakuthibitishia kwa msaada wa Mfalme Roho Mtakatifu. Ngoja nikufungue ufahamu ili upate ukweli kuhusu uongo huu uliosambaa duniani kote. Sasa dhana hii ya uongo kuhusu lugha zote kuanzia mnara wa Babeli imetolewa kutoka katika wamechukua na wameelewa vibaya kutoka katika Mwanzo 11:1 hadi 9. Sasa na kwanza kabla ya kusoma Mwanzo 11:1 hadi 9 kuhusu ile ishu ya mnara wa Babeli, ngoja kwanza tuthibitishe kwamba kabla ya mnara wa Babeli lugha zilishakuwepo na kusambaa dunia nzima katika Mwanzo 10. Kwa hiyo Mwanzo 11 ndio ikaja mnara wa Babeli, lakini Mwanzo 10 tayari lugha zilikwisha sambaa. Nitakuthibitishia tu, na zilisambaa kwa watoto wale watatu wa Nuhu, yani Yafeti, Shem na Ham. Na ukisoma vizuri ile Mwanzo 10 yote utaona mwenyewe kwa upana, lakini nitachukua vipengele tu vichache, twende haraka haraka. Ukisoma Mwanzo 10:2 hadi 5 inasema wana wa Yafeti ni Gomer, ambao ni Gomer maana yake ni German, Magog ambao ni Korasha, Madai ambao ni Medi wa Medi na Wajemi kule Iran na nimeona maeneo huko, na Yavan, Tubal, Meshek, Tiras. Na wana wa Gomeri ni Ashkenaz na Lifad na Togama. Na wana wa Yava ni Erisha, Tashishi, Kitimu wa Rodan. Sasa anasema mstari wa 5, kwa hao au wana wa Yafeti wote baada ya kuzaliwa kwa muda mrefu, anasema kwa hao nchi za pwani za mataifa ziligawanyika kuwa nchi zao, kila mmoja kwa lugha yake, kwa familia zao, kufuatana mataifa yao. Unaweza kuona tayari hapa kupitia wana wa Yafeti walivyosambaa duniani, kila mmoja walikuwa na lugha zao tayari. Anasema kwa lugha zao, kwa familia zao, kufuatana mataifa yao. Unaweza kuona kitu kama hiki. Lakini ukija tena Mwanzo 10:20 unaona tena watoto wa Ham nao walisambaa duniani wakazaliana. Anasema hao ndio wana wa Ham, kufuata familia zao, kwa lugha zao. Unaweza kuona lugha zao katika nchi zao, kufuatana mataifa yao. Tayari mataifa yalisambaa kupitia wana wa Ham. Na pia wana wa Shem nao hivyo hivyo, katika Mwanzo 10:31 anasema hao ndio wana wa Shem, kufuatana familia zao na lugha zao, katika nchi zao, kufuata mataifa yao. Kwa hiyo Mwanzo 10 yote ile inaonyesha dunia ilishasambaa tayari kupitia watoto wa Ham, Shem na Yafet. Umeona, na walikuwa na lugha zao tayari. Kwa hiyo hapa ni kabla Mwanzo 11. Hii Mwanzo 10 yenyewe tayari lugha zilishakuwepo. Ndio maana ukisoma kwenye hitimisho hapa Mwanzo 10:32 anasema hizo ndizo familia za wana wa Nuhu, kufuata vizazi vyao, lugha zao, kwa mataifa yao, na kwao mataifa yaligawanyika katika nchi baada ya gharika. Unaweza kuona tayari wana wa Nuhu washagawanyika na walikuwa na lugha zao. Kwa hiyo mtu kukwambia Mwanzo 11 huko mbeleni eti lugha za dunia zilianza, anakudanganya. Kwa hiyo lugha zote zilishakuwepo tangu Mwanzo 10 kupitia wana wa Nuhu, yani Shem, Ham na Yafet. Sasa ukija Mwanzo 11:1 hadi 9 hapa haizungumzii habari ya walikosea tafsiri. Nitakufafanulia kwa nini Biblia Kiswahili na Kiingereza walikosea. Wanasema dunia yote ilikuwa na lugha moja. Sasa walikosa neno dunia pale, neno haaretz, tafsiri yake sahihi. Nitakufafanulia kwa Kiebrania grammar inasemaje, ilitakiwa kuwepo neno gani. Kwa hiyo kimsingi Mwanzo 11:1-9 hapa inazungumzia kuhusu kundi la watu walioongozwa na mtu anaitwa Nimrod maeneo ya Shinari, ambapo kupitia Nimrod kulizaliwa falme 4 zilizaliwa. Alianza nazo falme 4 kwanza,
katika eneo hilo la Shinari, ambayo falme hii ilikuwa ni Babeli, Ereku, Akadi pamoja na Kalne. Unaweza kuona kitu kama hiko. Kwa hiyo hawa ndio watu walioenda kuishi eneo la Shinari, na baadaye Nimrod alisambaa zaidi kwenda mpaka Syria na kwenda sehemu nyingine. Ukisoma Mwanzo 18 hadi 12 unaweza kuona Kushi ndio alikuwa babake Nimrod. Kushi ambaye ni Ethiopia leo, anasema akamzaa Nimrod. Akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Huyo Nimrod alikuwa hodari kuinda wanyama mbele ya Yawe. Kwa hiyo watu hunena kama Nimrod hodari wa kuinda wanyama mbele za Yawe. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa ni Babeli. Mwanzo wa ufalme Nimrod ulikuwa Babeli, anasema Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Kwa hiyo ule ufalme ulioongozwa na zile falme zilizoongozwa na Nimrod ndio zilizokuja kukaa pale Shinari na kutengeneza mnara wa Babeli. Haikuwa dunia nzima. Anasema akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru akajenga Ninawi. Huyo Nimrod alikuja baada ya kuanza zile falme nne, akaenda Ashuru akajenga Ninawi, akaenda na Rehoboth na Kala na Resen kati ya Ninawi na Kala, nao mji wao ukawa mkubwa. Unaweza kuona sasa, ukirudi kwenye tafsiri ya Mwanzo 11:1 hadi 9. Sasa ngoja nikupe tafsiri uone kwamba hiki ilikuwa ni kikundi cha kina Nimrod. Wao ndio alitengeneza falme zile nne, kwa hiyo ndio wakakaa pale Shinari, ndio walikuwa wataka kutengeneza ule mnara. Kwa hiyo haikuwa dunia nzima. Sasa tafsiri ya toleo la ufalme imetutafsiria vizuri, imeeleza vizuri kwa msingi ambao nitaelezea. Mwanzo 11:1 inasema nchi yote ya Shinari ilikuwa na lugha moja, Safa Ihad, kwa maana ya mshikamano na usemi mmoja, Udvalim Ahadim, kwa maana ya mpango mmoja. Unaweza kuona. Kwa hiyo hapo unaona toleo la ufalme limetafsiri vizuri nchi yote ya Shinari, sio dunia yote. Sasa kwa nini Biblia za Kiingereza na lugha nyingine pamoja na Kiswahili walitafsiri dunia yote, na sisi tumekuja tu wa Tanzania tumekuja kungamua kitu kama hiki? Kiebrania inasema hivi kwenye mstari wa Mwanzo 11:1 inasema hivi, Vahikol Haaretz Safahihad Udvalim Ahadim. Naweza kuona anasema Vahikol. Kwa hiyo Kol Haaretz anasema hapa wametafsiri Kol Haaretz, wametafsiri kama dunia yote. Sasa neno Haaretz ina maana mbili kwa tafsiri ya Kiebrania na kwa grama, inategemea na grama. Haaretz ikitumika kwa jumla, yani ikataja jumla kabisa kama dunia, specific dunia, inatumika kama dunia. Lakini Haaretz ikitaja ikitaja general kama dunia, kwa ujumla kama dunia generally, huwa inakuwa ni dunia. Lakini Haaretz grama yake ikitafsiri specific eneo fulani, hiyo haitumiki kama dunia, inatumika kama land au nchi, the whole land, kama nchi au ardhi. Sasa hapa Kol Haaretz, kwa nini Kol Haaretz haitumiki kama dunia, inatumika kama kwa hiyo nchi moja, nchi yote, sio dunia yote, ila ni nchi yote. Kwa sababu ukija Mwanzo 2 inakuonyesha hapa, anasema Mwanzo 2 inakuja kutoa grama, inakuja kufafanua grama yake, na hii ilitokea pale watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Kwa hiyo kumbe unajua, nchi ya Shinari wakakaa huko, basi moja kwa moja hii Kol Haaretz haiwi dunia, inakuwa nchi yote. Unaweza kuwa na nchi gani? Ni nchi ya Shinari, na ndio maana tumeweka tafsiri nzuri hapa, nchi yote ya Shinari ilikuwa na lugha moja, sio dunia nzima. Kwa hiyo Kol Haaretz hapa inamaanisha ni nchi yote ya Shinari, sio dunia. Kwa hiyo ndio kichwa changanya watu. Sasa hao watu, je, ukweli walikuwa na lugha moja? Anasema nchi yote ya Shinari ilikuwa na lugha moja, Safahihad, na kwa mshikamano na usemi moja, Udvalim Ahadim. Sasa Kiebrania huwa kuna lugha ya picha. Wenzetu wana msemo mmoja, ukisikia Waebrania ukisikia neno Safahihad, yani manake lugha moja, na ukisikia inaambatana na Udvalim Ahadim, hiyo sio lugha ya kuongea, haikuwa lugha moja ya kuongea, manake walikuwa na mshikamano. Ilitafsiri kwamba hawa watu wana lugha moja, manake hawa watu walikuwa na usemi mmoja, manake walikuwa na mshikamano, sio lugha ya kuongea, haikuwa lugha ya kuongea, kwa sababu imetumika Safahihad na Udvalim Ahadim. Ndio maana ukisoma hapa Kiebrania inasema hivi, Kol Haaretz. Kwa hiyo Kol Haaretz, nchi yote, Safahihad manake lugha moja, Udvalim Ahadim walikuwa na usemi au mpango mmoja.
Kwa hiyo haikuwa lugha hapa, ilikuwa ni maanake walikuwa na kitu kinachoitwa kimoja. Yani walikuwa na usemi mmoja kwa maana ya umoja wao, yani walishikamana, walikuwa na wazo moja la kujenga mnara, sio lugha ya kuongea. Hii ni muhimu sana kuelewa. Sasa ukija Bili anasema hivi, na hii ilitokea pale watu waliposafiri kwenda pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko wakaambiana, haya na tutengeneze matofali tuyachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya udongo vifinyazi Homel. Wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni, ili tujitengenezee cha kwanza jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa dunia yote. Yawe akashuka ili auone mji na mnara walikuwa wakiujenga wanadamu. Yawe akasema, tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, yani wana mshikamano mmoja. Sio lugha yao moja kwa maana wanaongea lugha moja kama Kiswahili, yani walikuwa na mshikamano mmoja, na haya wanayoanza kuyafanya yatawapotezea muda. Kwa hiyo hawataweza kuzuiliwa ili jambo wanalokusudia kulifanya. Haya na tushuke huko tuwachafulie mpango wao, ili wasielewane wao kwa wao. Basi Yawe akawatawanya kutoka huko waende usoni pa dunia yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Balal. Unaona, Balal manake ni kuconfuse, yani unawafanya watu wasielewane. Sio kwamba wafanye Balal, sio kwamba eti walikuwa na lugha moja wanaongea labda Kiswahili au Kiingereza, pana, ila wanafanya wasiweze kuwa na mpango mmoja. Kwa hiyo anaharibu ile plani yao, wasielewane. Sio kilugha, wasielewane kwa maana wasiendelee na ule mpango. Maana hapo ndipo yao walipoichafua lugha, umeona, au mshikamano wa watu wa eneo la nchi ile ya Shinari, na kutoka huko Yawe akawatawanya waende usoni pa dunia. Unaweza kuona hapa ilikuwa issue ya Balal au confound. Balal manake ni kuwafanya watu wagombane, yani wasikae katika jambo moja. Kwa hiyo ilikuwa issue ya lugha hapa, walikuwa na lugha moja? Hapana, hawa watu walikuwa tu na mshikamano. Kwa hiyo unaposikia Kiebrania Safa Ihad na unaposikia linaambatana na Udvalim Ahad, manake hawa watu walikuwa ni wamoja, yani walinia mamoja, walikuwa na mpango mmoja, sio lugha ya kuongea. Kwa hili ni muhimu sana. Lugha zilikwisha kuwepo tangia Mwanzo 10 na zilitawanyika. Hawa walikuwa ni kundi kilichoongozwa na mtu anaitwa Nimrod. Yeye alikuwa ni hodari, baadaye akaanza na falme chache alizoanza nazo, ambayo alikuwa ni falme ya Babeli, ambao Erek, Akkadi na Akkadi pamoja na Kalne. Hizi falme zote zilikuwa maeneo ya pale Iraq, umeona, na baadaye ndio wakaenda mpaka Asiria na sehemu nyingine mpaka Ninawi huko, lakini alianza na hizo falme. Ndiye alikuwa ni maeneo ya Shinari pale Babeli, hapo samani hapo Iraq. Kwa hiyo ndio eneo lile eneo kale. Na unaposikia neno Shinal manake nini? Shinal manake ni mito miwili, two rivers. Kiebrania ukisema Shinal manake ni two rivers, mito miwili. Na ukiangalia kale kaeneo, ukichukua kwenye Biblia za kale, unaona kuna mito miwili pale, kuna Euphrates na mto mwingine huko imeungana pale. Ndio ilikuwa ni eneo lile ndio la Shinal. Liliitwa Shinal kwa sababu kulikuwa na two rivers. Ndio eneo ambalo lile walikuwa wana umoja, sio lugha, walikuwa wanaongea lugha moja, walikuwa na umoja, walikuwa na kitu kinaitwa Udvalim Ahad, walikuwa na mpango mmoja, nia moja, kwa maana walikuwa wanaongea kama vile lugha moja, kwa maana sio lugha ila ni umoja. Kutafsiri ni nahau, ni lugha ya picha, ni msemo, inaitwa Safa Ihad. Kwa hiyo lugha hazikuanzia hapa mnara wa Babeli, sio kweli. Lugha zilitembea, zilianza kulingana. Lugha ni kitu ambacho hakitokani na kuongea. Lugha ni kitu cha roho, cha ndani kwenye nafsi ya mtu. Kwa hiyo mawasiliano yale, mnavyokaa muda mrefu, lugha inazaliwa. Ndio maana kuna lugha nyingi zilizaliwa miaka kati. Kwa mfano Kiswahili kizaliwa baada ya muungano wa Kiarabu pamoja na Kibantu. Kipindi cha biashara, utumwa, walianza kuwasiliana ndio maana Kiswahili kimuunganiko wa Kibantu pamoja, maneno ya Kibantu pamoja na Kiarabu ndio kikatengeneza Kiswahili. Kwa hiyo lugha zilitengenezwa kulingana na mawasiliano ya kila siku, ndio lugha zinazaliwa, huwa iko hivyo. Kwa hiyo hakuna mnara wa Babeli, lugha zikutokea pale, ni uongo wa watu wa dini kwa ajili ya tafsiri potofu. Kama utakuwa na swali, basi utanipigia simu kwa namba 0762 60 9468. Moja kwa moja nitaweza kukujibu kwa kadri Mfalme Roho Mtakatifu atakavyotuhudumia. Naitwa Dr. Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni. Serikali ya mbinguni ikupe maisha. Asante.